Ego, nini maana ya ego? Sasa ego ni sauti ya ndani inayosema na wewe. Yani unapokuwa unazungumza, nafsi yako inajizungumzia, inajifikiria yenyewe, sauti yako ya ndani inasema. Yani ule uwepo wa ndani unapokuwa unazungumza, hiyo ndio tunasema ego yako. Sasa ego ni sauti ya ndani. Yani mimi inawezekana inajizungumzia labda mimi ni bora, nimekosewa, nahitaji zaidi. Maneno kama hayo labda alikuwa anazungumza yanajirudia kwenye nafsi yako, kwenye undani wako, katika mwili wako. Jambo la kwanza na jambo la msingi ni kuishinda hiyo ego. Narudia tena. Jambo la kwanza na jambo la msingi ni kuishinda hiyo ego. Usiitambue, ona kama sauti tu ya kawaida kichwani. Najiulize au unaweza kuuliza, ni kweli ni kwamba hii ndio mimi au ni kitu kingine? Jifunze kuishi kwa sasa, yani jifunze kuishi sasa hivi. Akili ya mwanadamu inapenda kukimbilia kwenye wakati wa kumbukumbu au kutabiri au kufikiria mambo ya zamani. Mara nyingi sana inajitokeza hivyo. Kwa ili kukabiliana na hilo, ni lazima utambue ego yako na kukabiliana na hizi changamoto za kufikiria, mbona mimi ni bora, labda mimi ni kukosewa, na vitu vingine. Mbona anza kujihisi kwamba wewe uko umeunganishwa na vitu vingine, kwamba kila kitu kiko sawa kwenye maisha. Na hili unaweza kulifanya katika mazoezi madogo madogo tu. Kwa mfano kusimama, unaweza ukasimama tu, mbona automatically. Unaweza ukapumua, labda ukavuta pumzi na kupumua na nini, mbona unajiuliza ninafikiria nini kwa sasa, nafikiria nini kwa sasa hivi. Mbona kama mawazo tu, kama mawazo yako kwenye wakati mwingine ambayo mara nyingi huwa yanajirudia, kwa unajitoa kwenye ile, mbona kwenye ile ego ambayo inaweza kutengenezea mawazo mabaya. Lakini wakati mwingine inabidi uwe mwangalifu wa mawazo yako, ambapo tunasema kwa Kiingereza ni mindfulness. Unakuwa makini kwa mawazo yako, makini sana. Usiwarudishe na usirudishe mawazo yako kwenye vitu vya zamani, kumbukumbu. Unaona, viache vipite kama mawingu tu, yani viache vipite tu, yani viondoke. Na kama ikitokea kwamba unaona hasira, wivu, huzuni, unaweza kusema tu hii ni ego na sio mimi. Yani mambo yanapita tu, don't care, yatakuja mengine zaidi ya haya. Yani ona tuka kawaida. Unaona, cha msingi pokea mambo kama yalivyo, ambapo tunasema kwa Kiingereza ni acceptance. Pokea tu mambo kama yalivyo tu, afu potezea. Unaona, usipinge ukweli. Yani hakikisha jambo linapokuwa limekuja, tatizo, jambo lolote limekuja, usilipinge. Yani kubali tu kwamba imeshatokea. Okay, imeshatokea. Sasa okay, nini cha kufanya? Unaona, nini cha kufanya? Kukataa hali ya kuanza mateso. Unaona, pokea tu. Unaona, pokea na anza kubadilisha mtazamo wako. Badala ya kusema kwa nini limetokea, basi jitahidi kusema tu kwamba ndivyo ilivyo na ninaweza kufanya jingine, au naweza kufanya nini sasa. Unaona, unatafuta jambo lingine la kufanya, unaondokana na hiyo changamoto. Sasa kuna jambo moja ambalo mara nyingi sana linawakuta sana watu ambao wanaamka kiroho, uzima wa kiroho, yani tunasema spiritual awakening people. So mara nyingi changamoto inawakuta na inajirudia sana. Jaribu sana kufahamu haya ili aweze kusaidia. Maana uzima wa kiroho nao una changamoto zake. Mbona utakuta mawazo yanajitokeza mara nyingi sana ya kujivunia, kujiona wewe ni bora. Yani mimi ni mtu mwenye ufahamu, mimi najua sana, mimi nafahamu sana. Take care. Jaribu sana kujibu hii ni ego, sio mimi. Yani jaribu kujikinga sana. Jaribu kutamka maneno ambayo yatakusaidia kuweza kujiepusha na hiyo, kwa sababu ulimwengu wa kiroho hautaki hivyo. Ulimwengu wa kiroho hautaki mimi ni mwenye ufahamu, mimi ni mwenye nguvu, mimi najua kila kitu. Watu wanaweza kuelewa vibaya, jamii inaweza kuelewa vibaya, viumbe wanaweza kuelewa vibaya. Na mara nyingi sana unajikuta ndio maana kama nilisema mara ya kwanza, nilisema kabisa, kama unataka kujifunza au kufahamu mambo ya kiroho, inahitaji hekima, inahitaji busara, inahitaji maarifa. Tuliza akili. Hili swala la kujifunza au kuamka kiroho mara nyingi inajitokeza na haya mambo kama haya. Mimi ni mtu mwenye ufahamu, mimi najivunia, mimi najua, mimi na hivi na hivi. Wengi utawaona, lakini hili ni jambo baya sana. Sema hii ni ego na sio mimi. Huu ni mtazamo, haya ni mawazo, sio mimi.
Watu wanaweza kukuelewa vibaya. Take care. Watu na jamii na viumbe wanaweza kukuelewa vibaya na kuona kwamba wewe ni mtu na kiumbe tofauti sana. Ndio maana yalifanywa kuwa siri, ili sio kila mtu anaweza kuyaelewa, kwa sababu ya mitazamo kama hii. Wengi waliojifanya wanajua, walijiona wanaofahamu, wanaweza kufanya kila kitu ili wagharimu katika eneo hili, kujiona wao wanaofahamu zaidi kuliko wanajua mambo mengi kuliko watu wengine. Sasa ulimwengu wa kiroho, kuamka kiroho, mara nyingi haitaki hivyo. Inataka hekima, inahitaji busara, inahitaji maarifa. Yaani kuna vitu inahitaji umakini mkubwa sana. Na hapa inaanza kutengenezwa mitazamo kwa watu wengine, kwamba wanaanza kuona sasa labda umeacha kuwajali, umeacha kujali zile society zao na aina ya vitu ambavyo wanavyofanya, kwa kuwa wewe unajiona, unajisikia, labda unaona kwamba ni tofauti na wao. Unaona? Na vitu kama hivyo. Jaribu sana sana kujibu kwa upendo, kwa ukarimu, kwa sababu kuamka kiroho panahitaji hekima kubwa sana. Jaribu kuwajibu watu, jaribu sana sana kuwajibu watu kwa upendo. Usiwajibu watu kwa ujuaji. Usiwajibu watu kwa kujiona wewe unajua kuliko watu wengine. Mungu ataanza kukufungua taratibu taratibu, ataanza kukufahamisha baadhi ya mambo. Usianze kuona imani zingine, dini za watu, imani za watu, kuona kwamba zimepotoka, zimepotoshwa, sio mfanyeje. Acha kabisa hicho kitu, kwa sababu kuamka kiroho panahitaji umakini mkubwa sana. Hekima, busara inatakiwa hapo. Jibu kwa upendo, usiwajibu watu vibaya. Mara nyingi sana utaanguka. Unaona, utaanguka. Jirudi na weka mambo clear. Hata baada ya ufahamu unaweza kurudi kwenye mawazo ya zamani. Umeona? Yaani ndio maana unaona kuna baadhi ya viongozi wa dini, unaweza kuona kuna baadhi ya watu wenye hekima na maarifa, wanajua kweli mambo fulani, lakini hawataki kuyazungumza, au wanayazungumza kwa hekima na busara. Wanazungumza katika namna fulani ambayo sasa inajitokeza. Unaweza kuona kuna watu wameshaelewa mambo, wanashangaa na nini, kuna vitu wanaanza kushangaa, kumbe na hichi, kumbe na hivi na hivi na hivi, baada ya kujifunza baadaye. Umeona? Na watu wanaosoma psychology sana mara nyingi, wanaona wameshaanza kujifunza baadaye na nini, baadaye sasa wanaanza kurudi tena kwenye mawazo ya zamani. Kwa nini? Kwa sababu ili kuendana na hali halisi ya maisha. Nitakuja kuelezea mambo fulani baadaye huko mbele, ili tuelewane vizuri katika eneo hili. Dunia hii ipo katika misingi ya vitu viwili. Ubaya, uzuri, ubaya, uzuri, ubaya, uzuri. Na hapa si makosa, ni sehemu ya mchakato tu. Sehemu ya mchakato ambayo mara nyingi huwa inajitokeza na ni vitu vya kawaida. Kuna faida ambazo zinaweza kujitokeza kwenye swala la kuamka kiroho au uzima wa kiroho, spiritual awakening. Kuna mambo yanaweza kujitokeza mazuri, sio mabaya, ni mazuri na ni vizuri zaidi. Ukaweza kuangalia katika faida pia vile vile. Lakini pia vile vile unakuwa na uwezo wa kukabiliana na mabadiliko. Yani ule uwezo wa kukabiliana na mabadiliko, jambo linapojitokeza unaweza kukabiliana nalo, unaweza kupata utatuzi, unaweza kupata yani unaona tu mambo yenyewe yanaenda. Unakubali mambo kama yalivyo bila kupinga. Unakubali tu. Okay, sawa, ina shida. Maana watu wengi walioamka kiroho wanakuwa katika namna hiyo. Lakini jambo lingine, maisha yanakuwa yana maana zaidi. Yani unaanza kuona sasa maana halisi ya maisha. Taratibu unaanza kuona maana halisi ya maisha. Unaona furaha, unaona mambo madogo madogo ambayo ulikuwa unashindwa kuyatatua, yalikuwa yanashindwa kwenda, yanakwenda yenyewe. Unaona? Hii ndiyo hali halisi ya kila mtu, anaweza pia kuwa hivyo na kuweza kuamka kiroho. Unaona, haya ndio mambo ya msingi ambayo tunajifunza kwenye Human Hits. Na haipaswi kuwa haraka. Yani haya mambo hayaendi haraka kama unavyofikiria. Unaweza kawa ni mchakato wa kila siku, wa miaka na miaka, miezi na miezi. Yani haya mambo hayaendi tu kama vile unavyojisikia. Yanaenda taratibu. Hayana speedi, yaendagi hivyo. Kwa hiyo yanaenda taratibu. Lakini jambo lingine, unahitaji kuwa mwangalifu sana. Mara nyingi sana tunaizungumza ile neno. Unahitaji kuwa mwangalifu sana. Hata ikitokea unakosa baadhi ya kumbukumbu ya kitu fulani, au kwenye muda fulani, au kitu fulani, au mafanikio fulani, we chukulia kawaida na uone ni rahisi tu kuliko ilivyokuwa dhamani au unavyodhani. Umeona? Haijalishi, lakini jitahidi sana. Kuna topic moja tulizungumzia, mada moja tulizungumzia hapo juu, inaitwa meditation.
pitia, nenda rudia, sikiliza vizuri. Jitahidi sana kujimeditate kila wakati, kujiamsha. Meditation ni uzingativu katika mawazo. Kaa utulie, weka uzingativu katika mawazo kila mara. Jitahidi sana, kama ni usiku, kama ni mchana, kama ni asubuhi. Mara nyingi asubuhi vizuri sana na usiku. Weka muda mrefu, weka muda wa nusu saa, weka muda wa dakika 15, nusu saa, mara kwa mara, kuweza kuweka mambo yako clear ili kuepushana na mawazo yanayojikuta yanaweza kaja moja kwa moja. Kwa hiyo katika mada hii niwashukuru kwa kuendelea kufuatilia Umani Hits ya Come TV Tanzania. Mimi langu jina niite Mr. Come TZ. Tuendelee kuwa pamoja katika mada hizi mbalimbali, sisi kama Watanzania, sisi kama Waafrika, tuweze kuamshana taratibu. Hatutaki kwenda haraka, twende taratibu. Hata yule ambaye alikuwa afahamu basi aweze kufahamu. Watu wengi tumefungwa sana katika fikra. Watu wengi sana tumefungwa katika uelewa, katika maarifa. Mtu akitaka kutawala, mtu akitaka control, anakufunga kwenye fikra. Mambo mengine haya yanafuata. Lakini tuanze kuamshana taratibu, watu tuanze kuanza kuelewa hekima ya Mungu, tuanze kuelewa hekima ya ulimwengu, hekima ya nguvu ambayo inatusaidia sisi kuendelea kuishi. Nikutakie siku njema, kanuni ya upendo iendelee kutawala. Mungu awabariki, nguvu ya ulimwengu iendelee kuwalinda na kuamurika, bila kusahau wazazi wetu waliotangulia mbele za haki. Nuru ya Mwenyezi Mungu, mwangaza, iendelee kuishi na wao kwa amani.